look at Brian Mwendwa. Brian Mwendwa never stepped in a law school. Bro won 26 cases. Most of you are claiming to be lawyers. You know nothing about law. You don't look like someone can hire you. Welcome guys. So today tunaenda kuona top 3 trending lawyers in Kenya. Not only top trending 3 but these are must win lawyers, whereby unapata ukiwapea job wanajua kazi yao. So tunaenda kuanza na Brian Mwende. As we all know, 2023 haikuwa mwaka yake. Hiyo mwaka ndalipatikana na ile scandal ya being a fake lawyer, but hiyo ikumdefine since alistand out na still akawin the case. Hiyo ikakuwa kesi yake ya 27th case without losing since aanze ilikuwa kesi yake 27 kuwin. About President Ruto. What I'm saying. Not about no. The name president is not a preserve. Wapili Nenden Kanomari, huyu mwenye tunamuona. Sasa huyu anajua kutafuta. Hapa kama una pesa usijaribu. So huyu tunamuona kwa mostly zile kesi za wase wako na Doma MP, wale wase wako na majina kwa gava. Tunaonanga kwa represent na pia si mchache anatokeanga na kaushindi. Ni either upigwe bondi yako Rosafi ama ushinde. So ni msame play major role kwa wase wa bigi sana. Good afternoon, Mr. Juma. Good afternoon to you. My questions are very brief and direct to the point. Just answering yes or no unless explanation is needed. Okay. But I want to remind you that the only time that you are allowed to be arrogant in life, there are only 3 conditions. Number 1, if you are a very religious person, then you are allowed to be arrogant, because there is nothing anybody can do about it. Number 2, if you are a beautiful lady, which you are not, then you are also allowed to be arrogant, because there is nothing anybody can do about it. And lastly, if you are intelligent. Next ni Babu Owino. Aligraduate kwa lawyer recently. MP Babu Owino amesimama na wase wanyonge kwa society, wale watu wako chini. So recently amesimama na Nuru Okanga kwa kesi ya Nuru Okanga, where Nuru Okanga was accused alitusi His Excellency President William Ruto. Mr. Jacob, what is your professional background? Me? Yes, you. I'm a clerk. Which area of learning are you an expert in? For example, I am a lawyer by training. Then I can be a teacher, I can be an advocate, I can be a speaker of this assembly, but I'm a lawyer. And you? I'm a finance. Sorry? Bachelor in finance. Finance people are very good at record keeping, Mr. Jacob. LLB. Sorry? Degree. Sorry? Also law degree. Oh, you have a law degree? Yes. That's the shocking news of this evening for me. Last but not least, tuko na huyu lawyer Ogoya. Huyu ni mambo bad guys. So stay tuned. Mwochi kazi yake hata sitaongea mob. Kazi yake inajibonga. Huyu ukisikia tu jina yake manze, hiyo ni win. Hata tusibishane. So stay tuned, watch, support by subscribing guys. Are you being an honest citizen? No, Mr. Speaker, sir. Thank you so much, Mr. Speaker. The witness has confirmed being a dishonest witness. I rest. Huko kwetu Kenya, sisi huongea. Sisi tuko na kelele. Unajua hivyo? Siasa zetu za sarakasi. Sisi huongea hata sarakasi, lakini unarudi kwako, familia yako inajua utarudi jioni. Kuna yale matukio kidogo hapa na pale ambayo yanatutia wasiwasi tukiona yakitendeka huko, lakini kuna kesi za jinai ambazo zinaendelea hapa Tanzania saa hii ambazo zinahusishwa na uchaguzi ambao unakuja. Hayo sio mageni hapa Tanzania. Kule kwetu Kenya mimi nimekaa kotini miaka mingi nikitetea watu ambao wana kesi ambazo zinahusiana na siasa. Kwa mfano, kuna mwanasiasa wa siasa kali huko Kenya anaitwa Raila Odinga, alijiapisha kama rais. Alichukua bila akasimama Uhuru Park, akajiapisha kama rais wa watu. Rais wa watu. Serikali ikakuja ikashika wale waliomwapisha, ikachukua mmoja ikamtupa ikamwambia hata sio Mkenya, ikampeleka Canada. Huyo mtu ambaye alikuwa amesimama uchaguzi kama governor wa jimbo la Nairobi. Unajua kusimama uchaguzi kama governor lazima ukue citizen. Alikuwa ameidhinishwa akasimamisha uchaguzi, akasimama uchaguzi kama governor, lakini alishikwa
Akapelekwa Canada. Alikaa huko miaka 5. Hawezi rudi Kenya. Akapiga kelele huko airport, wapi? Nikajua serikali sio kitu cha kuchezea hivi hivi. Inza kukataza wewe sio mwanamume na ukoe sio mwanamume. Nikajua lazima tukue macho. Serikali iko na uwezo ambao labda hatuelewi. Mwingine anaitwa TJ Kajwang, alikuwa mbunge wa eneo la Ruaraka, bado ni mbunge mpaka sasa, ni wakili pia. Yeye makosa yake kwa hilo tukio la kuapishwa kwa Raila ni kwamba alivaa haya mavazi yetu ya kiwakili. Akaenda kwa huo mkutano hayo mavazi ya kiwakili. Na akashikwa. Na akaambiwa ulivaa hivyo uonekana kama Chief Justice. Kwa sababu sheria inasema kwamba ili kuapisha rais mpaka apishe mbele ya Chief Justice, wewe ulitaka ukae mfano wa Chief Justice. Na akashikwa akatupwa ndani. Tulikaa miaka 3 tukifanya kesi yake. Na kesi yake unajua Raila alijiapishia Nairobi. Huyu jamaa alishikwa na akapelekwa katika jimbo la Kajiado. Kesi yake ni leo. Tulikuwa tunasafiri kila siku kwenda Kajiado kufanya kesi huko. Lakini mwishowe tulishinda. Ingawaje kuna masuala yetu ambayo yanatukera pale Kenya, swala ambalo sisi tunatilia umuhimu zaidi ni kwamba lazima mahakama yakuwe independent. Kwa sababu sisi hujua kwamba so long as mahakama yako independent, hata ufanye nini, tutakutana pale mahakama. Utanipeleka wapi? Ukishanishika mwishowe utanipeleka pale mahakama. Hapo so long as hapo kwa independent, tutakuaibisha hapo. Najua sisi tunajua kuaibisha watu mahakamani. Tunajua kwamba bora tu kwamba usiniue. Unifikishe pale mahakamani, mimi niko sawa. Nishike tu, hakuna shida. Tutafikutana pale mahakamani. Na ndiposa wanaharakati wengi Kenya wakishikwa, wao husema nipeleke mahakamani haraka. Hao, unajua kuna nchi zingine hapa Afrika watu wanatetemeka. Nimeona yale ambayo alifanyika kule Uganda juzi, nikaogopa, mahakama za huko sio kama za kule kwetu. If you are that powerful as the incumbent, why can't you allow those opposition people make all the noise they want, then just defeat them on the election? What is it that we fear as incumbencies? Na nilikaa na mwanasheria Paul Muita na akanieleza ya kwamba the advantage we have as Kenya is that nobody will ever take us back to where we came from. That was very encouraging for me. Sometimes we feel so discouraged by what we are seeing around us. Kwa hivyo, if you feel discouraged, ya kwamba mnaona tabia fulani hapa Tanzania ni kama za kidikteta, that's the nature of waves. It's not for you to give up. Wakati nilipata simu ya kuja katika kongamano hili, wapi mwanadada alinipigia simu. Nilikuwa mahali hapa. Nilimuuliza huko, niko na uhuru wa kuongea kweli ama niko na uhuru kabla ya kuongea? Unajua huko Kenya huwa tunauliza uhuru wa kuongea una maana gani? Ni uhuru kabla ya kuongea, uhuru wakati wa kuongea, ama uhuru baada ya kuongea? Nikamuuliza huko, niko na uhuru baada ya kuongea kweli ama itabidi nitafute embassy yangu ianze kutafuta jinsi nitarudi Nairobi? So mkiona napita kiwango, bwana Masawe, unifanyie kidole hivi nitajua. Ukiona napita kiwango, kwa sababu unaelewa kiwango kinafika wapi.